Maombi ndio tendo pekee linaonyesha huyo mtu anamtegemea Mungu. Kama haumtegemei Mungu 100%, maombi kwako ni mzigo. Amen. Kama umtegemei Mungu 100%, maombi kwako ni tatizo. Lakini kama ukiangalia kushoto, ukiangalia kulia, ukiangalia mbele na nyuma, huoni miungu ya kutegemea, hauna madhabahu ya kuyategemea, hauna uchawi, hauna uganga, ndani ya moyo wako unamtegemea Yesu Kristo, utaomba sana ili Yesu apate kukusaidia kwenye maisha yako sana. Yesu amdiwe. Maombi ni kitendo cha kujiweka wakfu. Unajiweka wakfu. Unajiweka wakfu mbele za Mungu. Ndio maana unapoomba unajiweka wakfu, maana unajifunika katika utukufu wa Mungu. Unajifunika. Ndio maana hata kama umelala ulikuwa unaona maluweluwe, ukaamka kuomba, maluweluwe yaoni, maana yake unajifunika kwa utukufu wa Yesu aliye hai. Iko nguvu ya Yesu inakuja juu ya maisha yako. Say amen. Amen. Maombi, sema maombi. Ni tendo la kutoa maneno yako ndani ya kinywa chako kumwambia Bwana. Yaani unatoa maneno ndani ya kinywa chako. Unamwambia Yesu, unatoa maneno. Yesu, nakwambia wamesema kwa sitafanikiwa, lakini naamini katika nitafanikiwa. Yesu ameniambia kwa mimi sitazaa, lakini natoa kwako, naamini nitazaa. Yesu ameniambia sitabarikiwa, lakini natoa maneno yangu kwako, wewe utanibariki. Kwa hiyo maombi sio kunyamaza kimya. Maombi unatoa maneno ndani ya kinywa chako. Say amen. Nilikwambia jana, faida ya maombi anaipata anayeomba, sio anayesikia. Faida ya maombi anaipata anayeomba, sio anayesikia. Ndio maana kama ni muombaji, kuna watu wanainuka kukunyamazisha kimya. Usikubali. Wanataka kuondoe faida kwenye maisha yako. Wanataka uondoe baraka kwenye maisha yako. Sema, sikia cha ajabu. Unaweza ukaweka muziki wa dunia pale, wanaimba kichwa kama ngumi, watu hawasemi unapiga kelele. Lakini ukiingia kwenye maombi wanasema unapiga kelele. Duniani ni wengi wasiopenda ufanikiwe. Ni wengi wasiopenda, ni wachache sana wanaopenda ufanikiwe. Sema. Hebu tusome. Tuanzie tu hapo. Zaburi ya 66 mstari wa 20. Mstari wa 20. Ndio. Nitasoma kwa upako babangu kwani Joshua. Amen. Na ahimidiwe Mungu asiyekataa maombi yangu wala kuniondolea fadhili zake. Kwa Yesu, unapoomba uwe na imani Mungu amepokea maombi yako moja kwa moja. Semeni. Na kwa hata kama ulikuwa unaomba, unasema Yesu niinue, Yesu niketishe, kuna mtu kwa wewe haya maombi ya wapuzi. Sema Yesu amekubali maombi yangu, yamefika mbinguni moja kwa moja. Na mimi leo nakuhakikishia maombi yako yameingia mbinguni, yamepokelewa mbinguni, yako mbinguni kwa Baba, yanafanywa kazi. Halo? Sema maombi yangu yanafanywa kazi mbinguni. Sema tena. Sema tena. Haimidiwe Mungu asiyekataa maombi. Maombi yako wanaweza kukataa wanadamu. Maombi yako wanaweza kukataa watu wa karibu na wewe. Lakini ukimwomba Yesu Kristo, maombi yako yatajibiwa kwa wakati. Yatajibiwa, 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 yatajibiwa. Nataka nikwambie, wewe unasema Yesu anakusikia. Nataka nikwambie Yesu amekusikia. Yesu amekusikia. Yesu amekusikia. Yesu amekusikia. Yesu amekusikia. Yesu amekusikia. Sema omba.
pumzi ya Mkristo. Kama vile pumzi unavyopumua. Ukila unapumua, sio? Usipokula utukanwe, usitukanwe, uoge, usioge, uvae nguo chakavu, iwe mpya, iwe nini, kila mahali unapumua. Ndivyo inatakiwa maombi. Hata kama wanakubeza omba, wanakuzao omba, wanakusikiza baya omba, wanakuona ufai omba. Maombi ni pumzi ya Mkristo. Usiache kuomba hata siku moja. Usiache kuomba. Hivi unaonaje mtakiubada kwa hivi? Unaweza kuchukua dakika? Hebu ibanga tuone mwenyewe. Bana kwa yako tuone mwenyewe. Hapa chini angalia. Unatoa macho, sio? Ndivyo ilivyo. Wanataka uache kuomba, wanataka ukubali pua yako ya rohoni usipumue kwenye biashara. Haleluya. Leo nakutangazia kwenye ibada ipokeo ya maombi, ukaombe. Ukianza kuomba, saa ya kwanza inakatika, saa ya pili inakatika, saa ya tatu inakatika. Unaomba unashandarize. Sema Yesu nipe nguvu ya maombi. Sema Yesu nipe nguvu ya maombi. Sema Yesu nipe nguvu ya maombi. Mwambie jeni omba. Mwambie tena. Mwambie tena. Mwambie tena. Sema maombi ni nguvu ya kusambatisha mateso mbele yako. Maombi ni nguvu ya kusambatisha mateso mbele yako. Maombi ni nguvu ya kusambatisha uchawi mbele yako. Maombi ni nguvu ya kusambatisha mizimu mbele yako. Maombi ni nguvu ya kusambatisha uganga mbele yako. Maombi ni nguvu ya kusambatisha hila maneno ya ushuhuda waliokunenea. Amen. Haleluya. Ndio maana ukianza kuomba, sema nikianza kuomba, shetani analia sana. Shetani anapiga kelele. Wachawi wanapiga kelele. Mizimu inapiga kelele. Ndio maana ukianza kuomba, wanakuja kukunyamazisha kwa usingizi, wanakunyamazisha kwa kupiga miayo. Anza kuomba, usikubali kunyamaza kwa jina la Yesu. Yasema unapoomba kuna mabaya yanaondoka mbele yako. Wanaozani kesho yako itakuwa mbaya, unashangaa kesho yako ni nzuri unapoomba kwa jina la Yesu. Niseme nisiseme, leo ninaomba mabaya yaondoke mbele yako, laana siondoke mbele yako, mikosi siondoke mbele yako, shida siondoke mbele yako, upaya siondoke mbele yako, kuanguka kuondoke mbele yako. Sema jirani, pokea nguvu ya maombi. Mwambie tena. Mwambie tena. Mwambie tena. Mwambie tena. Mwambie tena. Danieli alivyoomba, mauti yaliondoka mbele yake ya kuliwa na simba. Haleluya. Kama walipanga ufe kwa kansa, walipanga ufe kwa ajali, walipanga ufe kwa magonjwa yote, unapoomba watakufa wenyewe, sio wewe. Wao wenyewe yataonia wao wenyewe kwa jina la Yesu. Niseme nisiseme, na mimi naomba kwa ajili yako, pokea mema. Naomba kwa ajili ya familia yako, naomba kwa ajili ya biashara yako, naomba kwa ajili ya watoto wako, naomba kwa ajili ya uchumi wako, naomba kwa jina la Yesu. Pokea mema kwa jina la Yesu. Hebu gonga na jirani useme pokea mema wewe. Nasema Jumanne yako iwe ya baraka. Nasema Jumatano yako iwe ya baraka. Nasema Alhamisi iwe ya baraka. Nasema Ijumaa iwe ya baraka. Nasema Jumamosi iwe ya baraka. Tunapokutana mahali hapa, pokea shuhuda saba, shuhuda saba, shuhuda saba pokea. Sema wiki hii natembea na shuhuda saba. Sema nitatembea na shuhuda saba. Sema wiki hii nitatembea na shuhuda saba. Hebu piga makofi kama uko hai kwenye Mungu. Piga makofi na vigelegele. Sema usinyamazishe jirani. Mimi nimeamua kupokea neno kwa furaha. Wengine hapa tuko msibani. Haleluya. Haleluya. Sikia, hata kama uko unakuja hapa, ulikuwa na taifa mbaya, kwenda kupata masana ukuja. Nisikilize Bwana wa Bwana, hayatakupata. 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 Wao na nyumba yako haitakupata. Wao na watoto wako hayatakupata. Sayamani. Nisema nisiseme. Bila kaburi waliokuandalia, tutawazika wao. Tutawazika wao. Tutawazika wao. Tutawazika wao. Tutawazika wao.
kuondoa mabaya. Ni nguvu ya kuondoa mabaya kwenye maisha yako. Inawezekana hivi ninavyohubiri hapa kuna watu walikuja wakaona mabaya kwako. Wanayasambaza. Sio kila mtu anayekuja kuonana na wewe anakuja kuonana kwa mema. Kuna wengine ni vishushushu. Ni vilululu. Semeni. Yaani wanapomsimulia kwa jamani biashara yangu ndio inaharibika. Akwambia yule akwambia amechoka wewe. Kachoka. Haleluya. Niseme leo mabaya yote kwa maombi haya yaondoke kwa jina la Yesu. Biashara ya mtu kauze mpaka maadui wakachanganyikiwe. Watesi wako wakachanganyikiwe. Yuko hapa anapokea wingo la kuuza. Yuko hapa anapokea wingo la biashara. Yuko hapa anapokea wingo la biashara. Ukauza mpaka maadui wakachanganyikiwe. Sema wateja njoo. Sema njoo. Sema njoo. Sema njoo. Sema njoo. Sema njoo. Sema njoo. Halo? Jani, sema jani unaelewa? Sema jani unaelewa? Kama walienda kwa mganga wa kienyeji wakasema mwezi wa 6 utapata shida, ashukuriwe Mungu wa mbinguni aliyekuta kwenye madhabahu haya. Namtukuza Yesu kwa ajili yako na mwinua Yesu kwa ajili yako. Nataka nikwambie aliyekupeleka kwa mganga wa kienyeji na mganga wake wa kienyeji tunawapiga moto. Wapiga wasipigwe. Mwambie mimi ni jeshi la Bwana. Wapo sinishangaa mwambie mimi ni jeshi la Bwana. Ninapoomba na maanisha. Nikisimama na maanisha. Mwambie na maanisha. Nguvu yangu ni maombi. Silaha yangu ni maombi. Kwa hiyo unaposimama kuomba maanisha kwa jina la Yesu. Say amen. Haleluya. Waliosema watoto wako hawatafaulu shule. Tunapanda division 1 na division 2 mwaka huu. 1 Sema watoto wangu wote wakieni akili. Halo? Naona mwezi wa 11 15 utakuelewa mahali hapa. Naona mwezi wa 11 utaenda kuelewa. Naona mwezi wa 11 utaenda kuelewa. Naona mwezi wa 11. Naona mwezi wa 11 mahali anaenda nyumbani kwa mtu. Naona mwezi wa 11 mahali anaenda nyumbani kwa watu. Naona mwezi wa 11 naona ng'ombe kwenye mlango. Naona mwezi wa 11. Mwezi wa 11 kama ni wewe, kama ni watoto wako pokea. Kama ni watoto wako pokea. Kama ni watoto wako pokea. Sema fire. Hata kama ni Njombe wenye alike nitafika. Nitapanda magari hakuna kulala, nitashukia Makamba. Wale Makamba nitapanda kuna kulala mwingine nitafika kule. Hata kama kwani kuna tukutuku nitapanda tukutuku. Kuna baskeli nitapanda baskeli. Kama hakuna nitakanyaga kwa mguu kwa sababu ya mtoto wangu. Yesu ametendea muujiza mkubwa. Siwezi kunyamaza, nitakanyaga kwa mguu. Nasema Bwana nimekuja kukutukuza wewe. Uko hapa napokea kwa jina la Yesu. Say amen. Kwa unapotendea muujiza uwezo kanyamaza. Uwezo ukaenda ubishoro unatembea. Unapa Mungu mtukufu. Akwambia kwa wakinga kule kwenye mikate itafika. Tena mkato wa mkiko wako wakikimo kila mmoja tu wiki 2 ndio kuna. Haleluya. Pokea muujiza wako kwa jina la Yesu. Pokea muujiza wako kwa jina la Yesu. Sema jana unaelewa? Mwanangu hata kama mume wako hataki harusi, waachana nayo. Kikubwa twende nyumbani kwa nini? Afike kwa wazazi. Mmefundishwa mapokeo ambayo yanaga maana. Harusi ni zawadi ya watu wawe kukubaliana kupongezana. Wanao vizuri? Na nikwambie kuna harusi zingine ambazo yani kama kubwa sana ni 20,000. Yakuja tu kanisani hapo. Kuna matukio mikono. Wanao vizuri? Jamaa hata kanisa itashinda kodi hata bajaji. Tunakodi kwa ajili ya kubajaji. Tunapamba pale juu. Wamesoma namba 6.
Haleluya. Haleluya. Sema ramani. Nikwambia jana kwa ramani ni kifaa kinachomuongoza mtu afanye kitu kilicho sahihi. Sema ramani ni kitu kinachomuongoza mtu afanye kitu kilicho sahihi. Au ramani ni nguvu inasimamisha kitu. Ndio maana nikwambia unaweza ukawa na hela, ukawa na mawe, ukawa na matofali, ukawa na bati, ukawa na nini, lakini uwezo ukajenga nyumba bila ramani. Kila fundi unayemuita atakwambia ramani iko wapi? Atakuja mwingine ramani iko wapi? Hakuna fundi anayeweza kujenga nyumba bila ramani. Katibu wao wanaweza. Yaani kila fundi unayemuita nijenge nyumba anakwambia ramani iko wapi? Sio? Utasema ondoka, atakuja mwingine naye. Si sawa? Ndio maana ramani kibiwa, ramani ikibiwa hauwezi kujenga nyumba. Hauwezi kusimamisha ghorofa. Hauwezi kusimamisha nyumba unayotaka. Ramani ndio imebeba kitu. Unaelewa vizuri? Ndio maana kwenye maisha yako kama ramani imeibiwa, sema kama ramani imeibiwa. Wewe unaona mtu akwambia mimi sijaona kazi ya kufanya Tanzania, ramani imeibiwa. Yana hajaona kazi ya kufanya. Kwani mzuri? Hajaona kazi ya nini? Ramani imeibiwa. Hajaona kazi ya kufanya. Hajaona kazi ya kuuza mchele, kuuza supu, uji, kuuza nini. Hajaona vyote hivyo. Maana ramani imeibiwa. Pepo cha mkono wako juu. Hujaoa, anakwambia sijaona wanawake. Maana yake huyo ramani imeibiwa kwenye mwengo nini? Hajaona atasimamisha nini. Hivi ndio nzuri. Hivi kwa mfano binti unamuuliza kwa nini olewa, kwamba sijaona wanaume, maana yake ramani imeibiwa. Maana wote naoona anaona kama wanawake wenzake. Maana ramani imeibiwa. Unaelewa vizuri? Ndio maana kwenye kongamano hili unapomatoka hapa, ramani yako lazima irejee. Ramani yako lazima irudi kwa jina la Yesu. Sema narudisha ramani ya maisha yangu. Sema narudisha ramani ya maisha yangu. Sema narudisha ramani ya watoto wangu. Sema narudisha ramani ya nyumba yangu. Sema narudisha ramani ya biashara. Sema narudisha ramani ya kazi. Sema narudisha. Hebu pokea ramani yako kwa jina la Yesu ni hai. Sema jirani, kamata mkono, sema rudisha ramani yako wewe. Rudisha ramani yako wewe. Mwambie tena. 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 Rudisha ramani yako wewe. Wewe una mtu ana hela, akwambia mimi na hela, hii sina biashara kufanya, sio? Maana yake ramani yake imeibiwa. Wewe una mtu ana hela hapa ndio cha kununua. Anaona tu weaving, nipusiki, video, ndio naona. Haona vitu vingine. Maana yake kuna mwizi amekuja kuiba ramani. Leo tumsake tusimsake? Msake. Sijasikia. Tumsake tusimsake? Msake. Sikia. Wewe unaona mtu yoyote, ana nia nzuri na wewe. Lakini hajaona siku ya kupeleka mali nyumbani kwenu. Ukikaa kwambia, akwambia niombe nikipata fedha. Semeni, anapata lakini apeleki. Maana yake ramani imeibiwa. Wameiba ramani ya yeye kutambua kwenda kule. Pokea hiyo ramani ndio wewe. Hebu pokea kwa imani, pokea. Sema napokea hiyo ramani. Mwezi wa 6 yoyote yeye kwa hili anapeleka mali nyumbani kwenu. Lazima iwe hivyo kwa jina la Yesu. Asigane kwa lazima iwe hivyo. Lazima iwe hivyo. Sema na kulazimisha peleka. Sema na kuchapa viboko vya Yesu peleka. Sema peleka. Hebu chapa viboko vya Yesu peleke chapa. Chapa peleke kwa lazima. Chapa lazima peleke. Chapa chapa chapa. Chapa 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 lazima peleke. Bwana atameluna. Halo? Kama kuna mtu anamlazimisha asipeleke, semeni wewe lazimisha kwa jina la Yesu peleke. Sema jana unaelewa? Mwambie uko tayari? Wajaona mwingine wakasheka na kwambiaje? Nakwambia niombe, nikipata pesa nitakupa mtaji. Anapatia kupi? Wana nzuri, maana ramani imeshaibiwa. Ameshakutoa kwenye ufahamu wake kama unasema kupewa hela. Leo kila aliyekwenda kukupa akakupe. Kila aliyepewa
nani? Ninapofika mwezi wa 7 unajiona kama nani? Maana aonavyo mtu nafsini ndivyo alivyo. Ndio ramani ya maisha ya mtu. Ramani yako ni nafsi yako. Unanielewa? Mwenye nzuri, sema ramani yangu ni nafsi yangu. Unavyojiona Mwakasege ndivyo utakavyokuwa. Sivyo ninavyokuona mimi, sivyo ninavyokuona jirani, sio ninavyokuona watu uliozaliwa nao. Kuna watu ambao wamesha kuzoea, wanakuona mtu wa kawaida, lakini ndani unajiona wewe sio wa kawaida. Unajiona wewe ni wa viwango vingine. Kuna watu wanahesabu makosa yako. Ulipewa biashara ulianguka, tena ulianguka, lakini unajiona nifanya biashara mkubwa. Unajiona ni bilionea. Hebu pokea hiyo neema kwa jina la Yesu aliye hai. Sema ndiye ninavyojiona, ndivyo nitakavyotendewa na Bwana. Hebu piga makofi masaba. Sema unajiona kama nani? Mambo unajiona kama nani? Unajiona kama nani? Mwambie tena. Unajiona kama nani? Sio wanavyokuona wanadamu. Wanadamu watakuona kwa viwango vya ukoo wako. Wanadamu watakuona kwa viwango vya kusaidia. Wanadamu watakuona kwa viwango vile ambavyo wewe una madhaifu. Haleluya. Ulipopita kwenye madhaifu, wanadamu wakashika madhaifu, lakini hawakujua mtu hodari anatengenezwa na madhaifu. Ulipopita kwenye hayo madhaifu, umeenda viwango vingine. Usiogope. 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 Wapi unajiona kama nani? Mwambie tena. Mwambie tena. Mwambie tena. Nisema nisisema. Wazazi wake Daudi walimwona Daudi kama mchunga kondoo, mchunga ng'ombe. Ni mwaminifu kuchunga ng'ombe, lakini Daudi alijiona yeye ni mfalme. Ndio maana ilipofika kwenye vita, ndugu zake wakasema uwezi, akasema naona ninaweza, naona ninaweza, naona ninaweza, naona ninaweza. Halo? Peperusha mkono sema jambo leo. Sikia. Goliathi alikuwa na vyeti vya vita. Goliathi alikuwa na vyeti vya vita. Ukisoma vizuri Biblia, mfalme anasema hivi, Goliathi amepigana na fulani ameshinda. Semeni, maana yake kile ukishinda unapewa cheti cha ushindi. Wanazuri, lakini Daudi alikuwa hana hata cheti kimoja, lakini anajiona ndani ya nafsi yake anaweza kumpiga Goliathi. Na kwambia hata hivi ninavyoongea, inawezekana tumezaliwa kwenye familia za chini matope tope, lakini siwa sababu ya kukukwamisha wewe. Unavyojiona ndivyo utakavyotendewa na Bwana. Hivyo unavyojiona ndivyo Mungu atakuinua. Mambo unajiona nani wewe? Mambo unajiona wewe nani wewe? Mambo unajiona nani wewe? Mambo unajiona nani wewe? Hebu piga makofi na vigelegele. Niseme nisiseme. Kwa jicho la kikuone na kusi wewe. Na kuona umepata kazi wewe. Naona watoto wako wanafanikiwa wewe. Naona nyumba yako inajengwa wewe. Naona umiliki wa kiwanja wewe. Naona ukuu wewe. Bila unavyojiona ndivyo utakavyokuwa. Kama tamko la anasema jirani, usiishi unavyojiona kwa sababu ya leo. Usiishi kwa sababu ya leo. Mwambie tena. Usiishi kwa sababu ya leo. Mwambie tena. Usiishi kwa sababu ya leo. Niseme nisiseme? Sema. Ukifika mbinguni kamuulize mtu, anaumwa? Sema anaumwa. Anaumwa. Wamemkatia tamaa. Ndugu zake wote wamebaki peke yake. Damu zinamtoka, zinamchiririka, amebaki peke yake. Lakini anajiona ni mzima. Anajiona yeye ni mzima. Torati ya Wayahudi, haruhusiwi mwanamke kutembea kama damu inamtoka. Wakimuona watampiga mawe. Lakini angalia yule mwanamke, alijiona kuwa yeye ni mzima. Akasema lazima nimfuate Yesu, nikaguse pindo la Yesu. Alipotafakari habari za kupigwa mawe, akasema Mungu ananikingia. Yule mwanamke wakati anatembea damu zinamtoka, Mungu ameapiga upofu. Maadui wasione, wanadamu wasione. Leo nasema kuna watu watapigwa upofu kwa ajili yako unapotembea. Ukiwa na imani utatembea, ukiwa na imani utatembea, ukiwa na imani utatembea. Niseme nisiseme, hautapigwa mawe, hautapigwa, hautalogwa. Kwa jina la Yesu ni hai. Hebu tikisa mikono sema Yesu nisaidie. Sema Yesu nisaidie. Sema Angalia
Wengine wanamshangaa Yesu. Wengine wamepanga foleni. Yeye anatembea kwa imani. Anajiona imefika saa ya kupona. Anajiona ndani ya nafsi yake ili tatizo sikuzaliwa nalo. Anajiona ndani ya nafsi yake. Haijalishi ile tatizo litokana na nini. Haijalishi kama lidanga na mke wa mtu amemroga na mume wa mtu amemroga, haijalishi. Anamwendea Yesu aliye hai. Na kuambia shetani asikumbushe kitu chochote. Yesu anaweza kufanya mambo yote. Yesu anaweza kutenda mambo yote. Nisema nisiseme, wewe yuko na 1,000 anza biashara utainuka. Wewe na 2,000 anza biashara utainuka. Wewe na 3,000 anza biashara utainuka. Wewe ambaye una 10,000 anza biashara utainuka. Anza kuona matunda yanapika. Alo? Peperusha mkono wako juu. Sema unajiona kama nani wewe? Mwambie tena. Mwambie tena. Hata kama watu wanakukataa, hata kama watu wanakukataa, isiwe sababu ya kujiona kama una mikosi. Isikilize nafsi yako, unajiona kama nani? Unajiona kama nani? Nikwambie sikwambie, ukifika mbinguni kamuulize Yusufu. Yusufu ameota ndoto nafsini mwake. Jua, mwezi na nyota zinamwinamia. Jua ni umri wa kina baba, semeni. Mwezi ni umri wa kina mama. Nyota ni vijana wa kike na wa kiume. Ameota na mshuhudia wote wanainama mbele yake. Ndugu zake wakasema, wewe unaweza sisi tukakushuhudia wewe? Acha tukufanyie mambo mabaya. Sikia, hata kama watu wakifanya mambo mabaya, unavyojiona ndivyo itakavyokuwa. Ndivyo itakavyokuwa. Ndivyo itakavyokuwa. Hata akikufukuza nyumbani kwao na shangazi kaja, Yesu atakuinua. Hata kama amekunyang'anya chote, Yesu atakuinua. Hata kama amekuibia vyote, Yesu atakuinua. Yesu atakuinua. Alo? Niseme nisiseme? Yusufu walipoona msafara wa Misri umetoka Shamu, wakasema jamani, tumuuze Yusufu. Wamemvua kanzu, wamemvua nini? Amebaki na boxer ya ndani. Ndio anapanda punda anaenda Misri. Halo? Si unakumbuka kwenye pikipiki mwendo baridi lile sio? Sasa mwendo wa pikipiki ni zaidi wa farasi. Farasi inakimbia zaidi kuliko pikipiki. Kwa hiyo jamaa kako pale ndani kabisa. Kanapigwa na baridi, pumba anapigwa waziri wa baadaye. Anapigwa na upepo waziri wa baadaye. Anafika pale Potifa, wanasema ya Potifa, tukuuzia mtu huyu, kumbe wanamuuzia waziri wa baadaye. Anasema mbona mtu mmoja amevaa tu boxer? Achana wanadamu wakudharau kiasi gani, wakutusi kiasi gani, wakuponda kiasi gani. Nataka nikwambie, wewe unafanya biashara kubwa. Watoto wako ni uzao wa kifalme. Utainuliwa na Bwana, utatukuzwa na Bwana. Usikate tamaa, inuka tena. Kwa Yesu inawezekana yote. Mwambie usikate tamaa. Hata kama watu yani kuna mtu ukaishi nyumbani kwa wakakufukuza. Wanamfukuza ajaye. Wanamfukuza waziri wa baadaye. Halo? Yusufu amefika pale. Akamwambia tukuze. Mbona mtu amevaa boxer? Shilingi ngapi kwanza? Kama ilikuwa ni 1,000, mimi nitapa 10,000. Ameshushwa nini? Ameenda. Baka kuna hapo nimnunulie kwa mimi mwenyewe. Mimi mwenyewe nitapa 10,000. Hata kama wanadamu watakushusha thamani, mbingu zimekupandisha thamani. Mbingu zimekupandisha thamani. Niseme nisiseme, hata kama ndugu zako wa tumbo moja, wa baba mmoja, wa ukoo mmoja, wanajua madhaifu yako, wakikuona na kutema matapu, Yesu atakupandisha thamani leo. Utapanda viwango vya juu. Utaenda hatua nyingine. Sema Yesu nipandishe. Sema Yesu nipandishe. Alo? Yusufu ndani ya nafsi yake anasema mimi ni waziri. Jua lazima vini, mwezi lazima, nyota lazima. Yusufu ameshika ndoto yake nafsini mwake. Mwambie umeweka nini ndani ya nafsi yako?
Mwambie tena. Zungumza naye tena. Sasa kuna watu wengi ndani ya nafsi yao wameweka uchungu. Ni watu wenye uchungu. Uchungu umeweka ndani ya nafsi yake. Uchungu. Ukiweka nafsi mwako uchungu utafanikiwa. Ukiweka maneno ya watu ndani ya nafsi yako utafanikiwa. Ukiweka dharau za watu ndani ya nafsi yako utafanikiwa. Ukiweka matusi na kukuchambua na kukuchambua hautafanikiwa. Weka neno la Yesu ndani ya nafsi yako. Weka nguvu ya Yesu ndani ya nafsi yako. Weka kibali cha Yesu ndani ya nafsi yako. Niseme nisiseme, wale watu waliokudharau hawatakufa. Lazima waone ahadi za Bwana juu ya maisha yako. Waone mema ya Bwana juu ya watoto wako. Waone utukufu wa Bwana juu yako. Yuko wapi anapokea? Sema napokea. Aishibe Mwokozi. Mwaka usipite. Kuna watu mtapenda wameujiza hapa. Aishibe Yesu Kristo ni hai. Kuna watu walimdharau sana mume wako. Hey, amelala nani? Tena sio kujaribu kwa kuanyakiusa kama una hela. Unafahamu anyakiusa wewe? Wasikia kitu. Tena kikicho unapompeka nyumbani kwenu mume wako, siku ya hali angalau nenepe kidogo. Ndio mwembamba. Kapeka chatu. Yule mume waliomdharau niko kwenye madhabahu hii. Wewe nimuona ni mtu wa thamani. Acha Yesu wako mwendo wa kufungulia milango. Acha kupandisha viwango vya juu. Acha enda hatua nyingine. Acha milango ifunguke. Acha neema ifunguke. Sayama. Halo? Sema neno. Mwambie ondoa uchungu ndani ya nafsi yako. Mwambie tena. Mwambie ondoa uvivu ndani ya nafsi yako. Mwambie ondoa roho ya kukata tamaa ndani ya nafsi yako. Kuna watu nafsi zao zimeshakata tamaa. Ameweka wakati nini? Tamaa. Hauwezi kujipa maneno ya kusema ninaweza katika Bwana. Halo? Say amen. Nisikilize. Wewe unaoamini ni neno. Leo ni tarehe 8. Tarehe ngapi? Tena ni neno ambao watu wa dunia wanasema ana umbo kama namba. Umbo kama namba. Na kutabiria biashara yako ikawa na umbo namba 8. Maisha yako ya umbo namba 8. Nasema kwenye maisha yako umbo namba 8. Popote unapopokea, pokea nguvu ya umbo namba 8. Ukanawiri kwa jina la Yesu ni hai. Say amen. Walio kudharau watakutafuta. Namalizia neno hili. Wale wote ambao walikukimbia watakurejea kwenye ibada hii.